Hebu fikiri ungekuwa wewe huyu mshikaji. Huyu mshikaji anafahamika kwenye la Kogram, na huyu mshikaji amekuwa ni mzee wa mishemishe na mke wake ambaye ni mzuri sana, anafahamika kwenye la Kalian, na watoto wawili ambaye ni Rizim pamoja na Pinu, na alikuwa akiwapenda sana watoto wake. Lakini siku ya leo mke wake anaamua kwenda kudai mshahara wa mwisho wa mwezi, na alipofika hapa bosi akawa anamtazama kwa macho ya matamanio ile mbaya, na bosi akataka kupiga funyo bwana, yani akataka kuchota maji kwenye kisima cha mshikaji. Lakini mshikaji huyu aliamua kukataa kabisa ule unyonge kama Feruzi wa kuamini ya kwamba ni kutetea familia na kuacha mkeo akiliwa. Mshikaji akaliamsha ile mbaya na wakatamkia na maneno makali ile mbaya, na mshikaji akamwambia hakika nitakuangamiza ama nitakumaliza utakapomgusa mke wangu. Na siku inayofuata waliporudi nyumbani, hakika pesa wakawa wamezikosa na mshikaji akawaelewi, yani mfukoni hamna kitu. Lakini muda huo anakuja mtoto anamwambia hakika baba, viatu vyangu vimechanika na mshikaji akaamua kumuita kaka yake ambaye ni Pinu na kumwagiza sokoni aende kwa ajili ya kwenda kuvishona viatu pamoja na kukopa mchele. Walipofika hapa akawa ameshona vile viatu pamoja. Lakini alipoenda kwa Mangi akamwambia hakika baba yako ana madeni mengi na leo hakika sitokukopesha kabisa. Lakini dogo akaamua kutia huruma na kulia pale, na Mangi kiukweli akawa ameingia huruma na kumhurumia, akamwambia bana mpatie kilo 2 za mchele udogo aondoke hapa. Lakini alipomaliza mishemishe udogo anakuja kugundua ya kwamba viatu vya mdogo wake vimepotea. Akawa anahangaika kwa ajili ya kuvitafuta, lakini akawa amevikosa. Bwana mdogo akawa ameumia sana. Aliporudi mdogo wake Rizim akawa anamwambia kaka, viatu viko wapi? Na mdogo akawa ameumia ile mbaya, akamwambia mdogo wangu viatu vimepotea, na akamsihi sana akamwambia hakika usimwambie baba wala usimwambie mama, hakika watanichapa jambo la kufanya mimi na wewe tutakuwa tunabadilishana viatu, kwa sababu mimi naenda mchana wao naenda asubuhi. Kesho yake bwana mdogo wake Rizim alienda shule kwa sababu yeye anaenda asubuhi, lakini muda wote alikuwa anatumia kwa ajili ya kuangalia saa ya mwalimu akiangalia muda tu kwa ajili ya kwenda kubadilishana viatu na kaka yake. Hata mtihani alikuwa kijibu, alikuwa kuna muda anajibu tu ili mradi amalize na afuai kumpelekea viatu kaka yake. Na alipotoka shule akawa anakimbia ile mbaya kutokana kwamba viatu vilikuwa vikubwa, vikawa kimechomoka na kudombukia kwenye mtaro ile mbaya, na akawa anahangaika kwa ajili ya kukitoa, lakini ikawa ni mtihani kulikweli. Lakini mzee mmoja kama amejitokeza akamwambia usijali binti yangu nitakusaidia kukitoa, na mshikaji akawa amepambana na kukitoa, na mdogo wake akawa ameenda na kumpelekea vile viatu kama mtu kimtindo, akawa analalamika anamwambia mdogo wangu mbona unachelewa, mimi nitachelewa kwenda shuleni. Lakini mdogo wake akamwambia mimi mwenyewe nimekutana na mitihani. Lakini kaka mtu akamwambia usijali mdogo wangu lakini tu jambo la muhimu usiwaambie baba na mama kuhusu hiki kinachoendelea. Bwana mdogo huyu alikuwa kila siku anachelewa shuleni, jambo ambalo liko linamfanya aendelee kufokewa kulikweli na walimu kila siku. Lakini kwa kuna mwalimu mmoja ambaye alikuwa ni mpole na alikuwa ni mwalimu mkarimu kulikweli, jambo ambalo linifanya bwana mdogo Pinu ampende sana na kumvutiwa sana na yule mwalimu. Lakini kwa mshikaji ambaye ni Kogram, hakika alijitahidi sana kumpenda mkewe licha ya matatizo mbalimbali. Alipenda sana watoto wake ambaye ni Pinu pamoja na Rizim na kujitahidi kuonyesha upendo. Lakini siku inayofuata mshikaji akaamua kwenda kutafuta kazi. Alipoenda kutafuta kazi akutana na mshikaji mmoja akamwambia hakika kazi utaiweza, na kutokana kwamba mshikaji alikuwa na shida mbalimbali akamwambia usijali mzee wangu, kazi mimi nitapiga vile vile. Lakini aliporudi nyumbani akawa amemweleza mkeo akiwa na furaha ile mbaya, na akamwambia hakika nimepata kazi, hivyo ninaweza kumudu mahitaji ya nyumbani, nitaweza kununua chakula pamoja na matumizi mengine. Lakini hakika ng'ombe wa maskini hazai. Kwa upande ule mshikaji ambaye aligombana naye ule bosi wake wa kwanza, huyu mshikaji alikuwa na maadui wengi sana. Siku ya leo akaingia kwenye 18 za wahuni. Hawa wahuni wakawa wamembananisha kwenye 18 na wakawa wamemtia bastola na wakawa wamemwangamiza mshikaji, wakawa wamepoteza maisha. Lakini polisi kutokana kwamba walikuwa wanajua ugomvi wa huyu mshikaji, wakawa wamemchukua na kumwambia wewe ni suspect namba 1 kwa kila ambacho kimetokea, nyie mlitishiana maneno ya kwamba mtauana. Mshikaji anakamatwa, lakini familia yake anaiacha ikiwa na majonzi ile mbaya, watu wakawa wanalia. Hakika mke wake akawa ameumia sana, lakini washikaji wakawa wanamhoji na kumfanyia mahojiano na kujua ni nini chanzo. Lakini baada ya hapo mshikaji aliweza kuachiliwa kutokana kwamba alionekana hana hatia. Lakini aliporudi katika kazi yule mshikaji akamkataa, akamwambia mimi mambo ya polisi sitaki wala siwezi kuajiri wauaji. Mshikaji kimtindo akawa ameumia ile mbaya, akiwaza ataiweza vipi kuhudumia familia yake, na akawa analia ile mbaya.
mbaya. Na kama unavyojua mtu mzima akilia, hakika jambo linakuwa sio dogo. Kwa watoto wake walijitahidi kuvifua vile viatu kwa ajili ya kuvitumia, na vilikuwa ni viatu pekee ambavyo walivipenda na wakiamini vitawasaidia kwa matumizi ya kila siku. Na walipolala dada mtu akamwamsha mdogo mtu, anamwambia bana kaka, viatu kule vinaloa, mvua inanyesha na nini. Mshikaji kaenda kuvichukua vile viatu, lakini akakuta vimelowana ile mbaya kutokana na mvua. Lakini kutokana kwamba walikuwa wanavitegemea na ni viatu pekee ambavyo walikuwa wanavitumia, mdogo mtu ikabidi asubuhi yake avae vile vile, japokuwa vilikuwa ni vibicha kama kuna navyo shule. Akiwa njiani aliona viatu vizuri, sneaker na nini, na viatu vizuri sana vyenye brandi kubwa, akawa anavitamani. Lakini kwa mshikaji mdogo mtu ambaye ni Pinu leo anaamua kuiba viatu kwa ajili ya kumpelekea mdogo wake. Lakini aliporudi nyumbani, katika stori za familia, shangazi yake mmoja akasema hakika mtu ambaye anaiba ama kuzurumu atakuja kuhukumiwa vibaya sana na Mwenyezi Mungu. Alivolala bwana mdogo akawa ameota malaika amemjia na mkuki, anamwambia hakika nitakuangamiza na inabidi usifanye dhambi kama hizo za kuiba tena. Akawa amemtishia. Bwana mdogo alipoamka asubuhi akawa amechukua vile viatu na kuvirudisha sema ambapo alikuwa ameiba ile mbaya, na akawa amemwomba Mwenyezi Mungu amsamehe kwa dhambi ambayo alikuwa ameifanya. Lakini siku leo baba yake akamekutana na priest wa kijiji chao, yani mtu wa kuongoza ibada, na akamuelezea kile ambacho kinamsumbua na matatizo ya familia yake. Lakini huyu jamaa alikuwa ni mtu mwema sana, akawa amempatia kifaa fulani ambacho ni cha kunyunyizia dawa katika mimea ama katika miti, na akamwambia hiki nilikuwa naitumia, inaweza ikakusaidia. Na mshikaji siku inayofuata akamchukua mwanae na kwenda kuzunguka katika nyumba za kitajiri kwa ajili ya kuomba kazi ya kupulizia dawa katika mimea mbalimbali. Lakini walikuwepo hapa akawa unajaribu kugonga, lakini wakawa wanakataliwa, wanaambia bana hapa hamna kazi, sisi tunatumia vifaa fulani. Akawa anajitahidi kupambana ile mbaya katika zile nyumba, lakini kwa bahati mbaya katika geti moja wakawa wamekimbizwa na mbwa ile mbaya, na wakawa wamekimbizwa baba na mtoto, wakawa wamekimbia ile mbaya. Aweni hatari, hakika hii inaweza kukuchekesha kama huyu sio baba yako awe. Na wakaendelea kupambana bila kukata tamaa, lakini katika kupambana kwao wakawa wamefanikiwa kupata kazi katika nyumba moja ya kishua, nyumba moja ya kitajiri, na wakawa wamekaribishwa vizuri sana na hii familia, na wakaamua kuanza kupiga kazi. Na Pinu akawa anacheza na ule mtoto wa ile familia na mshikaji huko akiendelea kupiga kazi kweli, huko akiendelea kupiga story na mama wa hii nyumba. Na mama akamwambia hakika nimefurahi sana siku leo kupata mgeni kama wewe, na nilikuwa naboeka sana katika hii nyumba. Lakini kwa Pinu alipokuwa anacheza na ule mtoto wa ile nyumba, Pinu akaona viatu vya gharama vizuri ile mbaya na vilikuwa ni vingi kweli, na akawa anamuuliza hivi viatu vyote ni vya kwako? Na binti akamwambia hakika hivi ni vya kwangu, hivi vya Jumamosi, vya Jumapili, vya sikukuu na nini. Bwana mdogo kimtindo akawa ameumia akiwaza yeye viatu tu alivyokuwa navyo wanavitumia pamoja na mdogo wake. Na siku leo akawa amepata maokoto ya kutosha, na mama akamwambia hakika umefanya kazi vizuri sana. Mshikaji akawa ameenjoy huko akiwa anarudi nyumbani akiwa na furaha baada ya kupata maokoto ya kutosha. Lakini ng'ombe wa maskini Azai walipokuwepo njiani wakapata bonge la ajali ile mbaya, na pesa zote wakaishia katika matibabu, na mshikaji akaishia kujitibia, na mshikaji kimtindo akawa ameumia ile mbaya baada ya pesa zote kuzitumia katika matibabu. Siku ya leo shuleni wakawa wametangaza ya kwamba kutakuwa kuna mashindano ya kukimbia kwa wanafunzi, na wanafunzi wakawa wanajiandaa. Lakini kwa bwana mdogo yeye hakutaka kabisa kufuata ama kushiriki haya mashindano. Lakini siku ya leo alivyosikia kuna zawadi ya viatu kwa mshindi wa 3, bwana mdogo akawa amepagawa ile mbaya na kusema sasa hii pengine inaweza kuwa ni fursa ambayo itamsaidia yeye kupata viatu na kumpatia mdogo wake. Anamfuata mwalimu na kuanza kumwambia, mwalimu naomba nisaidie nami nitajiunga katika kikundi cha kukimbia. Lakini mwalimu akamkataa, akamwambia nilitoa fomu kwa ajili ya kujiunga lakini wewe haukupokea. Mwana mdogo akawa amehuzunika kimtindo, lakini akawa amekuja mwalimu yule wa kike ambaye ni mstaarabu na mkalimu kulikweli, akamwambia hakika usijali nitakusaidia. Akaenda kuongea na mwalimu, na alipoongea na mwalimu akaamua kumfanyia majaribio huyu bwana mdogo. Lakini huyu bwana mdogo alikuwa na speed ile mbaya, akatokewa kuvutiwa naye. Na aliporudi nyumbani bwana mdogo akamwambia, mdogo wangu naenda kushiriki katika mashindano ya marathon na nikishinda viatu nitakupatia wewe. Mdogo wake akawa amefurahi na akaamini kaka yake ataenda kupambana na kumletea viatu vipya. Na siku ya mashindano ikawa imefika, wanafunzi wakawa wanajiandaa lakini wanafunzi wengine wakaja na viatu bora, viatu vizuri vyenye brandi
vikubwa. Bwana mdogo akawa anatamani pengine yeye ndo angemiliki vile viatu, lakini hakufanikiwa na akawa amefunga ile kanyaga twende yake na akaamini atashinda haya mashindano, na mashindano yakawa yameanza kwa spidi kali kulikweli. Bwana mdogo akawa anaendelea kupambana akiwa na matumaini makubwa kulikweli ya kushinda kiatu ambayo ilikuwa ni nafasi ya 3 kuliko hata nafasi ya kwanza. Akiendelea kupambana bwana mdogo kwa nguvu zote, na kwa bahati nzuri akawa ameshinda nafasi ya kwanza na akawa amepongezwa kulikweli. Watu wamefurahi na kumpigia makofi, lakini bwana mdogo kimtindo alikuwa anatoa machozi akiwa anaumia huko akiangalia vile viatu ambavyo yeye alitamani ashinde na kumpatia mdogo wake, lakini yeye alishinda nafasi ya kwanza, akapatiwa kombe na kupatiwa udhamini wa masomo. Aliporudi nyumbani, dada yake alikuwa na furaha akiamini kaka yake atarudi na viatu, lakini bwana mdogo alirudi akiwa hana viatu, ni kimtindo akiwa na huzuni. Lakini mdogo mtu akawa ameingiwa unyonge na akawa ameingia ndani akiwa amepooza kulikweli. Lakini scene ya mwisho hii filamu inaonyesha mzee Kogram akiwa ananunua viatu vizuri sana kwa ajili ya wanae, tena yenye brandi kubwa ya Adidas. Lakini tunajifunza nini katika hii filamu? Hakika tunajifunza namna ya kuwajali na kuwathamini watoto wetu, na inatufundisha kwamba kila mtu ana hadithi yake katika maisha yake, na kila mtu pengine huenda amekutana na kipindi kigumu na maisha magumu kulikweli, lakini inatuambia tusiendelee kukata tamaa, bali tunatakiwa tuendelee kupambana na kuamini ipo siku mambo yatakaa sawa kulikweli. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na kusubscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine za motomoto kama hii.